Unajua hadi imani yako imeamuka. Amen. Acha kutangatanga kwa wakati kila mahali. Yes. Sasa leo mandi zaambiwa kuna mtu anaombea watu kwa shimo. Oh yes. Kwa shimo. Oh yes. Na mwingine leo anafundisha watu milimani, umeenda milimani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wengine anaombea watu wamevua nguo na ukitoka pale wewe unaenda unavua nguo zako. Ni kwa sababu gani? Hii inaonyesha hauna imani. Imani ni kwenda kwamba umeingia katika hii kanisa na unajua nimeingia bila kazi. Nimeingia watu kwetu wamekuwa na magonjwa. Watu kwetu maskini umezidi. Lakini mimi nimeingia leo ninataka kukomboa ile familia. Nimeingia kwa sababu ndoa yangu na watoto wangu ni lazima wapone na magonjwa yaondoke. Ni lazima maisha yetu yasimame. Imani yetu ikisimama. Kila kitu kinasimama. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Imani ya kuwa Yes. mimi Mungu wangu. Amen. Lakini next year huyu asipochukua. Amen. Amen. Yaani imani ya kukanini kitu hakiko lakini wakitengeneza kinakuwa. Ile ndio kitu tunaita imani. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Imani ya kuwa leo watoto hawajaenda shule juu ya school fees. Yes. Lakini uko na imani moja ya kuwa watoto wangu lazima wasome. Hiyo ndio kitu Mungu anahitaji. Ya kwamba leo ninajua hawajaenda juu ya school fees, lakini ni lazima wasome. Yes. Ile imani Mungu anakutumia mtu. Amen. Wewe kwenye biashara mtu mtu. Unaona? Kwa sababu tunafungua kama watu wamemwagiwa kwa baada hapo. Yes. Najaribu kuchungulia kwa jirani hakuna mtu. Yes. Hawanunui. Yes. Ni ile imani yako Mungu aliona leo watoto wako hawajaenda shule. So anakutumia watu ili kuja kununua bidhaa zako ili upate pesa. Amen.